Bwana mambo vipi? Naitwa Mr. House Decoration. Bwana nina nyumba fulani hivi small house, nyumba ndogo sana, nyumba ambayo ina chumba master lakini pia ina changing room na ina kabati. Yaani hiyo mbele unaona hapo kwenye Tanga Stone, hiyo ni sehemu ya kabati kwa ndani. Kwa ni lamani fulani ambayo naweza kusema nzuri mno kwa sababu ina jiko kubwa, ina kama hivyo nimesema kabati, ina chumba master ambacho kina choo chake ndani. Na ndani bwana view yake ama floor plan yake ni kwa sababu tu ya kibiashara siwezi kuonyesha, lakini iko poa sana 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 sana. Na hii nyumba ina mambo mawili. Kitu cha kwanza, unaweza ukajenga kwa wewe mtu ambaye hauna familia kubwa, yani bachelor kama mimi. Lakini pia unaweza ukajenga kwa ajili ya biashara, yani kwa ajili ya kama tunasema kama apartment hivi. Lakini pia kwa ila kuongezea unaweza ukafanya kama servant quarter, kwa maana ya nyumba fulani ya wageni. Yani una nyumba kubwa, sasa mgeni utaki kulala naye ndani, akija anafikia nyumba ya nje ambayo ni servant quarter, ni classic. Maana sio kwa sababu mgeni ndio mlaze sehemu ambayo haieleweki. Kwa hiyo mimi hapa bwana, hii nyumba naomba unisikilize kwa umakini sana. Nimeifanyia quotation yake kuanzia kwenye msingi mpaka kwenye kuipaua tu. Yani kwenye msingi mpaka kwenye kuipaua, na gharama za msingi mpaka kwenye kuipaua nadhani nimesha kuonyesha hapo kwenye title. Lakini kwenye swala la material sasa ndio unisikilize mwanzo mwisho ili uweze kujua kwamba tofali zimeingia ngapi, cement zimeingia ngapi, nondo zimeingia ngapi. Kwa moja naomba utege sikio kwa umakini sana ili ukija kuniuliza swali uje na swali jipya. Umeona bwana? Sasa tukianza na tofali za msingi. Hii nyumba tofali za msingi zimeingia tofali 400. Kwa hiyo unaweza, inategemea, inaweza zikaingia 400, 350 kulingana na ukubwa wa eneo lako. Lakini kwa mahesabu tu ya kikawaida tunashauri mteja anunue tofali 400 za msingi. Lakini pia kwenye swala zima la tofali za boma zimeingia tofali 350. Kwa hiyo tuna 400, tuna 350. Kwa hiyo tuna idadi ya tofali kama 700, 800 hivi, kama 800. Lakini pia kwenye simenti tuna mifuko 20. Hii tumejengea msingi pamoja na boma lake. Alafu tuna mifuko 7. Hii tumejengea hivyo vidude unavyoviona mbele, kuna kama kikeno PV, kuna viulembo yani. Hapo tumetumia mifuko 7. Lakini pia tuna mchanga ambao tumetumia lori la cubic mita 15, tumetumia lori moja. Tuna kokoto ambao tumetumia lori la cubic mita 4, tumetumia lori 2. Muona bwana Tuna nondo milimita 12 ambayo tumetumia pisi 15. Lakini pia tuna nondo milimita 12 kwa ajili ya lenta, tumetumia pisi 15 pia. Hizi pisi 15 za kwanza ni kwa ajili ya kufungia mkanda wa chini pamoja na mkanda wa juu ambao inakuwa ni renta sasa. Lakini pia tuna lingi za 7x4 pisi 115. Tuna lingi za 5x4 pisi 105. Tuna lingi za 6x6 pisi 15. Sasa mpaka hapo tunakuwa nyumba yetu tumeimaliza. Tukija kwenye swala zima la kupaua, tumetumia mbao za futi 18 2x2, tumetumia pisi 30. Alafu tumetumia mbao za 2x4 pisi 55. Tuna misumari ya inchi 4 na inchi 3 ambayo tumetumia pisi 15 kwa ajili ya kupaulia. Tuna misumari ya kofia kwa maana misumari ya pakti, tumetumia pakti 12. Lakini pia tuna bati. Sasa kwenye bati mdau wangu tumetumia bati 35. Kwa hiyo bati 35 zinaweza kukamilisha kupata nyumba hiyo kama ambavyo unavyoona tumeipaua kwa mfumo wa mgongo wa tembo wenyewe wanasema. Na kwa mahesabu hayo maana yake mpaka kukamilisha nyumba hii kwenye swala zima la kuipaua, kwenye boma tumetumia, yani kwenye boma pamoja na msingi na kifusi chake tunakuwa tumetumia shilingi milioni 5. Tukija kwenye kupaua tunakuwa tumetumia shilingi milioni 2, yani mbao kwa maana ya kenchi plus bati. Kwa hiyo kwa gharama kwa ujumla hiyo nyumba mpaka kuipaua ina cost shilingi milioni 7. Unakuwa unapata kijumba fulani hivi kidogodogo simple lakini kinaeleweka. Mpaka hapo nadhani nimemaliza. Mimi naitwa Mr. House Decoration, ni kuombe mdau wangu mwisho wa video hii don't forget to subscribe.